Saido Berahino, mambo vipi? Safi. Karibu nyumbani, maana Warundi tulikuwa shakukumbuka sana, nchi yako ilikuwa shakukumbuka. Nashukuru, asante sana. Na mimi nafurahi kurudia nyumbani. Nafurahi niko hapa. Na kinachoonekana ni kwamba uko ziarani, kuna vitu vingi ambavyo uko unavifanya. Vinahusikana na nini? Nakuja tu huku kutizama gisi ya kuinua nchi. Ni kuja na watu wanataka kuinvestire Burundi na penye Mungu ashanifikisha maisha, na mimi nilikuwa nataka nisaidie nchi, kama ni kuleta watu wa kusaidia nchi kuijenga, kila kitu kikuwe safi. Na tumeona umetembea katika uwanja wa kule Ngozi wa pale Gasaka, uwanja ambao bado haujakuwa vizuri. Kuna mipango ya kusaidia kule uwanja? Tutatafuta gisi, niliambia wenye Ngozi, tutatafuta gisi ya kuwasaidia. Unajua mpira wetu tena, kila mtu anapenda mpira na wenyewe wanastalia nafasi ya kwenda kama stade ya kutizama match, kutizama wa jeune talent iko pale Ngozi. Sasa Mungu akipenda tutatizama gisi ya kutafuta gisi ya kuwasaidia pale, hata kama tuwapi mingi, tuwape hata nafasi ya terrain ya kufanya match zao. Na turudie katika timu yako ya Limassol, maana ulikuwa tayari uko majeruhi, ulikuwa na siku kadhaa uchezi. Vipi hali ya afya? Hivi nashukuru Mungu sana. Nilikuwa na injury kwenye genu, kwa natosha mai mengi, sikuweza gisi ya kucheza, lakini gisi nishika hii breaki, nikaenda kwa daktari wangu akanisaidia. Hivi najisikia kweli niko sawa, na Mungu akipenda peut-être avant saison ishi naweza kucheza hata machi 2 au 3. Turudi nyuma kidogo katika mchezo dhidi ya timu ya Cameroon. Kipindi cha kwanza mlicheza vizuri. Timu ya taifa ilionyesha kiwango kizuri, lakini kipindi cha pili mambo yakaanza kwenda vibaya na timu ikafungwa. Kipi ambacho mlikosa ili kuweza kushinda ule mchezo wa Cameroon? Nadhani si wote tuliona match tukafurahi kweli gisi tulicheza premier mi-temps. Wajueri wajiandaa kweli, lakini football tuko emo hii sasa, ni kama una experience unaweza kusufiri sana, na bilionekana deuxième mi-temps tulikosa ile experience. Ukiona ekipe ya Cameroon, j'espère iko na wajueri wengi sana Ulaya, na sisi tungaliki ndio tunaanza. So ile tukoshesha, tunazani ile experience ndio tukoshesha, na ndio maana Cameroon ilienda kaganye. Na baada ya mchezo ule ni kwamba Berahino hakurudi tena kuonekana kwenye timu ya taifa kama nahodha wa Inhamba. Nini kilikosekana? Na wengi hususan kwenye mechi hizi 2-3 haupo. Maswali ni mengi. Je, umeshaachana na Inhamba au bado? Siwezi kuachana nchi yangu, hata siku nitazeeka takuwa hapa na represente nchi yetu. Lakini kenaanza kusema nilikuwa injured. Watu wa federation kwa wanajua situation yangu. Nilikuja pale kusaidia kwa uwezo wote naweza na experience yangu, na vingine tunawacha pembeni. Na kuna wale ambao wanaosema kwamba pako misunderstanding kati yako na mwalimu wa sasa wa timu ya Inhamba. Hizo habari zina ukweli? Kweli pako, hiyo siwezi kufuchika, kila mtu anajua. Nadhani hiyo habari shafika fasi yote. Kweli tuko mimi na kocha tusikilizani, na hivyo ifo ni respecte choix yake, ni respecte yeye kama coach, na hivi angaliki kocha wa Indamba Murugamba, mimi siwezi kusema kitu kuhusu kazi yake. Lakini nasemekana kama uliwahi kusema kwamba hutokuja kwenye timu ya taifa ikiwa kwamba mwalimu wa kingaliki. Je, msimamo kingali huo? Msimamo ule. Mimi niongea na president anajua penye niko, na hiyo ndio comment naweza kusema tu, tuviachie hapo. Kocha ni kocha na mimi ni joueur, na kila mtu tunajirespecte mwa hiyo level, aje tuko wa professionnel. Na ulipokuwa ukimuuliza, maana kuna selection kama 2-3 mlikuwa mko naye, kwa nini unahisi alikuwa akuchezeshi? Maana kwenye mchezo wa Cameroon Warundi walisema kwamba mtu kama Berahino amehitajika pale.
lakini ukuingia, unahisi ni kwa nini? Sikuongea na kocha, yeye alifanya shwa yake, nikarespekte shwa yake, nikaenda nyumbani. Tasema nini? Na twende kwenye kumbukumbu souvenir ambazo unazo kuanzia kwenye timu ya taifa na kwenye vilabu ambavyo Tarusha vichezea, una kumbukumbu gani? Kumbukumbu wangu wa kwanza ni but yangu ya kwanza contre Gabon, mon premier match. Hiyo ndio yangu ya kwanza, na of course qualify hapa nyumbani. Nadhani tuligawa tena na Gabon, tukaenda Coupe d'Afrique 2019. Nadhani hiyo memory sitakufa na hesabu, na niko na mapicha mengi ya match ya kwanza, hiyo match yenye tufanye qualifier. Sasa tuko Coupe d'Afrique, ni kitu kinanipa honneur sana ya kurepresenter ekipe yangu nchi yetu. Kwenye maklub of course niko West Brom. Sana nilifunga goli yangu ya kwanza Premier League contre Manchester United. Goli 2 contre Chelsea. Niko na memory mingi sana. Na leo tumepata fursa Berahino, tuambie kwa nini ilishindikana wewe kuelekea Tottenham Hotspur wakati ule ulikuwa uko hit kule West Brom? Tuko na muda ngapi? Maneno ni mengi sana. So ilikuwa ajili West Brom ilikataa kuniuzisha. West Brom ilitia valeur yangu 30 millions na Tottenham ikakataa kulipa hiyo 30 millions, ilikuwa nataka kulipa 15 millions. So naona difference ilikuwa kubwa sana, na njoo hii deal ilikufa. Hayo maneno tu. Lakini kipindi kile wao walikuwa na Harry Kane na wewe pia ndio ulikuwa unataka kwenda kuwachezea. Ni sababu za kiagenti azimo? Bali tuchagua si wawili ajili moins de 21 Angleterre, tukao tunacheza pamoja mimi na Harry Kane, tukafunga magoli mengi. Njoo maana kocha wa Tottenham akaamua kuniita. Na kwa sasa tayari umri wa miaka 30, tutegemee kwamba kesho au kesho yake utatoka kule Limassol kama jinsi ulivyotoka kule Ubelgiji na kuelekea Ship? Nitatoka Limassol, lakini sijui pentaenda. Siamua pentaenda kwanza, niko na tizama. Una hivi decision ya mtu anafanya hivi haiko facile, ajini kuna mtoto na sitaki kumderanger sana ajili hivi ataingia kwa masomo. So sio decision ya facile, mais on voit, tutaona. Peut-être nitakuja kuchezea Vitalo, ekipe ya babangu. Mashabiki wa Berahino, kuna neno lipi la kuambia? Nataka tu niseme bani excuse. Kila kitu iko na muda wake. Mungu akipenda tutaonanaga tena, na Mungu akipenda tutachezea tena Indaba mu Rugamba, na Mungu akipenda si wote tutacreate history ingine. Ajina nakubali kama hii ekipe ya wajene tuko nayo hivi inaweza kufika mbali sana. Kwani unaifuatilia? Naifuatilia sana. Ikikuwa na mtu mwenye atawadirige bien, tutaenda mbali. Basi neglige penye wako, watu wengi wanapalilia kupafikia. Basi neglige wako waendelee vile vile, courage, wapiganie nchi yetu, na j'espère tutafika mbali si wote pamoja. Na sisi tuko nyuma yao, wenye ndio generation yao hivi, tutawapousser, tutaenda tunawasupport. Tukushukuru Berahino, asante. Asante sana.